aliyekuwa giant sana, alikuwa jasiri, mwenye uwezo mkubwa, akakusanya timu kubwa ya watu wenye nguvu, wakafanya mambo mengi katika nchi yao, wakateka mioyo ya watu wengi sana. Na wale watu wakati mioyo yao imetekwa, wakageukia mambo ambayo ile timu iliyoandaliwa na mtu mwenye nguvu sana ilitaka hayo mambo yafanyike. Siku moja yule mtu akiwa amekaa kwenye utawala wake, akatokea mtu mmoja tu mwenye nguvu kati ya wale wengi, akainuka mmoja. Alipoinuka akafanya maamuzi magumu, akaamua kuingia kupambana vita. Unajua yeye ni mmoja, lakini kuna watu zaidi ya 900 ambao anatakiwa apambane nao. Wakati anapambana nao alikuwa na nguvu, ana upako na ameshiba. Huyu bwana akiwa katika pambano amewaua watu zaidi ya 950. Wakati amewaangamiza, akatokea mtu mwenye nguvu aliyewaweka wale watu, akatangaza vita ya kumwangamiza yule mmoja aliyewashinda watu 950. Hebu niambie, mtu mmoja ameua watu zaidi ya 950, watu wenye nguvu walioshiba, lakini mtu huyu mmoja akaamua kumkimbia mtu mmoja. Unalionaje hili? Kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19 ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8, Biblia imeandikwa, basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Eliya na jinsi alivyooa manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Eliya mjumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mmojawapo wa hao. Naye alipoona hayo, aliondoka akaenda aihifadhi roho yake. Akafika Beersheba, mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja. Akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe. Akasema, yatosha sasa, Bwana, uiondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyosha akalala chini ya mretemu, na tazama, malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Sema, inuka ule. Mwambie jirani yako, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala, akanywa, akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Akainuka, akala, akanywa, akaenda katika nguvu ya chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horeb, mlima wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Eliya ameua manabii 450 wa Baali, akaua manabii 400 wa Ashera,
walikuwepo wapambe wa hao watu. Eliya hakumwacha hata mmoja. Wakati amewaua Yezebeli aliyekuwa juu ya hao manabii, akatangaza tena, alituma mjumbe ya kwamba miungu sio Mungu, miungu walifanyia hivi na kuzidi, nisipokuua kama ulivyowaua wale manabii. Kuna kitu nataka ukifahamu. Wakati wewe una Mungu, unamwabudu Mungu, unamwomba Mungu alfajiri ama asubuhi ama mchana ama jioni, unaomba kwa ajili ya kuangamiza adui zako. Leo kwenye ibada ya maombi asubuhi tuliomba kuua adui zetu, tuliomba na tukatuma nguvu ya kuangamiza adui zako. Wakati umeyafanya hayo, wakati ule umeinuka na kupambana kwenye ulimwengu wa roho, wamekufa na kutangazia leo kwamba wamekufa, na roho ya mauti inawatafuta hata wale waliosalia. Wakati inaua zile nguvu wanazozitumia, miungu yao inawasaidia. Yuko anayewatawala